Ninyi akina dada, mbona mnakuwaka hivyo? Lakini mbona ninyi mnajishika hivyo? Mama zetu hapo zamani walikuwa ni watu wanaojiheshimu, walikuwa si wanawake wa design hii. Kwa nini lakini hampendi kusikiliza shauri za mama zenu? Waga wanasema apanacho mtu ndicho atavuna. Sasa kwa nini ninyi mnapanda vitu ambavyo havieleweki? Mnajivunia shepu, ndio mnajivunia uzuri. Kwa hili ni wazuri, ninyi ni warembo kweli. Hakika Mungu amewaumba, hakika mmeumbika kama vile wanavyowaambia kila siku. Lakini angalia uzuri wenu una kazi gani? Mbona mnajitesa? Mbona mnapanda kitu ambacho kitawashinda huko mbele kuvuna? Mbona mnajitwika mzigo ambao ni mzito, hamtaweza kujitua? Kwa nini mnafanya hivyo? Kwa nini hamjirekebisha? Kwa nini lakini? Waga nawaambiaka kila siku, vijana, miaka yenu ni kidogo sana. Mpende Mungu sana. Fanya vitu ambavyo ni vitu vizuri. Angalia siku hizi mnaanza fanya vitu ambavyo hata watu wakiwatazama barabarani wanasema hawa watu wamezaliwa na watu au ni viumbe vimezaliwa na nyama. Siku hizi mnaanza bandika makucha. Mungu amekujalia, amekupa kucha nzuri, lakini na wewe unasema hii kucha yangu si nzuri. Unapindua Mungu kwa uumbaji wake kwako. Unasema kucha hii acha niwekee nyingine. Mungu anatufanyia nini lakini? Tutajuaje kama ninyi ni warembo, kila kitu mnaweka, kila kitu mnaweka, mnajiwekea. Mungu kakupa hiki na wewe unasema Mungu, mimi nakupindua wewe na mimi najiwekea hiki. Tutawajuaje? Ninyi tutajuaje kama ninyi ni wanawake kabisa kweli kweli? Ninyi ni mwanamke material, tutamjuaje? Mbona kila kitu mnakopi? Mungu kakupa nywele na wewe unaongeza zingine. Angalia kichwani. Angalia. Haiko kama vile Mungu amekuumba. Mungu alikuumba ukiwa na nywele zako nzuri, lakini ukasema Mungu, hii hapana, mimi nakubadilishia, mimi naweka zangu. Sio poa. Hata Mungu mwenyewe akiwa mbinguni anaangalia, anasema watoto wangu wameharibika. Mungu ana malengo mazuri kwetu, kama vile neno lake linavyosema kwenye Yeremia 29:11. Eti mawazo ninayowawazia ni mawazo mazuri, si mabaya. Sasa kwa nini tunamdhalilisha Mungu na tunadhalilisha wazazi wetu hata na nchi yetu pia? Kwa nini? Jaribu basi kufikiria mara mbili mara tatu. Muone ni wapi tunaenda. Hivi kwa mfano mwanaume anakuja na kutafuta. Sasa anakuta kucha umebandika, hata kope umebandika, nywele umebandika, hata na macho pia nadhani mnabandika. Sijui shape mnabandika, sijui kila kitu mnabandika. Sasa tutaishia wapi? Ndugu zangu? Jaribu kubadilika. Dunia ya leo inadanganya vijana sana, na ukidanganyika sana, ukibeba bwebwa na hii dunia, utaishia pabaya. Ni hayo tu. Mama yangu, game over.